Bwana, mambo vipi? Naitwa Ray Mika na hii hapa ni RMG Gospel TV, na kama mnavyoona tukiwa kwenye msiba malaloni ya bibi yetu ambaye ametuacha kwa siku ya leo, na majonzi ni mengi kweli, na leo nimebahatika kukutana na mzee wangu hapa. Nitakwenda kumuuliza maswali mawili matatu upate kumsikiliza, labda uko sehemu za mbali. Habari yako mzee wangu? Nzuri. Unaitwa nani kwa majina? Kwa majina naitwa Bolole Bukabo. Asante sana. Na kama tulivyo hapa, una kipi cha kuambia watu ambao labda wale ambao hawafiki kwenye misiba? Ndiyo, ushauri ni kwamba kama sisi asili yetu inasema kwamba mwenzako akifiwa usiende shamba au usiende kazini, maana msiba huo unarudilia wengine, leo kwa huyu, kesho kwa mwingine. Kwa hiyo kufika kwetu kwenye misiba ni kitu cha msingi sana, kama ilivyo asili yetu sisi, hasa ni kama sisi Wabembe. Ndio hivyo. Kwa yule ambaye amepata nafasi kufika msibani ni vizuri sana. Kwa sababu msiba, wanasema kwamba msiba sio wa mtu mmoja, na mtu huwa hataki msiba umfikie. Inakuja kama vile surprise kwa watu, ndio maana ukitokewa na msiba kwa mwenzako lazima kumwendea, kumfariji, kwa sababu akiona uso wako pale anafurahi sana. Lakini kuna watu ambao labda sisi kama vile vijana, kuna wengine ambao hata michango watoagi, akiambiwa ashiriki misiba labda anadharau familia. Sijui unaweza kumwambia kitu gani? Ndiyo, hasa hususan vijana wetu ni kwamba kufika msibani ni jambo la msingi sana, kwa sababu wale vijana wa leo ndio wazee wa kesho. Kwa hiyo msiba si wa wazee tu, hasa vijana ndio nguvu kazi ambao wanatakiwa kufika msibani na kuweka michango, kwa sababu vijana ndio wana nguvu, wanafanya kazi. Kwa kweli vijana kuwajibika kwenye misiba ni kitu cha msingi sana, kama asili yetu inavyosema. Asante sana, tutoe pole tena kwa familia na sisi wote tukiwa wamoja wao, na asante kwa muda wako mzee wangu. Mungu akubariki sana. Shukuru. Karibu kwenye Ray Mika Gospel TV. We depend on each other.